Okay, nina swali la mwisho kwenye kipengele hichi. Unaposikia hisa ni kamari, unaelewa nini? Hisa ni kamari, wapo watu wamezungumza hivyo, yes. Lakini si kweli. Essence ya kamari kama kamari ni unapojaribu kugambo, unapojaribu kufanya kitu ambacho hauna uhakika na matokeo yake. Sasa kwenye hisa kidogo ni tofauti. Kwanza ukiwekeza kwenye hisa ina maana umewekeza kwenye kampuni. Yeah. Na makampuni yote yaliyoorodheshwa kwenye soko la hisa ni makampuni ambayo unayaona shughuli zake, ofisi zake na operation zake. Na baadhi yetu ni wafanyakazi wa haya makampuni, tunatumia bidhaa za haya makampuni. Kwa hiyo kwa fakta hiyo tu huwezi kusema umewekeza kwenye kitu ambacho ukielewi. Uelewi matokeo yake. Yes, kuna wakati kampuni inaweza isipate faida kulingana na mazingira ya kifedha, ya kikodi, ya kibiashara, lakini kampuni ikifanya vizuri siku zote itakuwa inajipatia faida. Kwa hiyo tayari unaelewa matokeo yake. Yes. Ukiangalia zaidi ya kampuni kubwa zote kwenye soko la hisa zimekuwa zikitoa gawio mwaka hadi mwaka kwa zaidi ya miaka 15 mfululizo. Sasa huwezi kusema hii ni kamari. Kwa hiyo napingana na hiyo kauli kwamba hisa ni kamari, na nasema badala ya kuendelea kuamini katika kauli kama hizi zinazotunyima fursa, ni vema tukatumia muda kujifunza, tukatumia muda kutoka nje kukutana na waliowekeza kwenye hisa tayari. Yes. Wakatupa experience, wakatupa uzoefu na wakatupa maarifa ya kuanza kuwekeza. Ukiangalia duniani kote watu waliofanikiwa wanawekeza kwenye hisa. Kwa hiyo mtu akija na argument kwamba hisa ni kamari ama hisa ni kitu kisichoeleweka, anakuwa hayuko sahihi. Okay. Yeah. So nina swali la msingi sana ambalo nadhani kila mmoja angependa kujua. Yeah. Imetokea mtu leo ameamua kwamba nataka kuwekeza kwenye hisa. Je, ni hatua gani ya kwanza kabisa anatakiwa aifuate? Kuna hatua mbili. Kulingana na maendeleo ya teknolojia sasa hivi, soko la hisa la Dar es Salaam lina application ambayo inaitwa DSE Hisa Kiganjani. Inamrahisishia mwekezaji kuanza kuwekeza katika hisa popote alipo. Unahitaji tu kuwa na simu janja na bando lako. Kwa hiyo unaweza ukadownload ile application. Ukiingia kwenye application utakuta orodha ya mawakala mbalimbali. Utachagua wakala ambaye wewe unaona anakufaa. Ukiamua unaweza kuchagua Exodus Advisory. Baada ya hapo utasajili kwa kufungua account. Unahitaji tu kuwa na NIDA. Yes. NIDA namba. Then ukishapata account unaweza kuanza kununua wakati wote. Na sasa hivi unaweza kununua hata muda ambao sio wa soko, ambao si soko liko wazi ukanunua. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ambayo tumekuwa tukiitumia toka huko nyuma, unaweza ukafika ofisi za wakala wa soko la hisa. Okay. Ama ukawasiliana naye akakupa form ukajaza, then yeye akakufungulia na kuanzia hapo kaanza kuwekeza. Okay, sawa sawa. Na wewe kama dalali wa soko la hisa la Dar es Salaam, je, mnachukua ada yoyote? Na kama ni ndio, je ni kiasi gani? Na je mnastahili kuchukua hiyo ada? Well, swali zuri sana. Kuna baadhi ya wawekezaji nimekutana nalo wanauliza swali kama hilo. Sisi tukiwa kama mawakala wa soko la Dar es Salaam, ni kweli kwamba katika kila muamala ambao utakuwa unaufanya kuna ada ambayo sisi tunachukua. Na kwa mfano ukiangalia wale wanaotumia hisa kiganjani, kila baada ya muamala unaletewa ada zote zilizokatwa kwenye muamala wako na nani kachukua kiasi gani. Yes. Kwa hiyo katika muamala wote either wa kuuza au wa kununua, utaona broker amechukua kiasi fulani, na sio broker anachukua peke yake. Okay. Soko la hisa limechukua kiasi gani, TRA amechukua kiasi gani, mamlaka ya masoko ya mitaji imechukua kiasi gani, kampuni tanzu ya DSE, CSR nayo imechukua kiasi gani. But kutoa picha kamili ni kwamba kwa miamala ya kawaida
tunategemea gharama nzima za muamala ziwe ni around 2.4% ya muamala mzima. Hizo ndo gharama takazoingia either kwa kuuza au kununua. Swali jingine uliuliza kwa nini wakala ninachukua fee? Yes. Kabla ya wakala kuchukua fee, jambo jema sana ni kuelewa kazi ya wakala ni nini. Kwa sababu unatoa fee pale ambapo unaona value. Kwa hiyo ni value gani wakala anakuletea wewe katika uwekezaji wako mpaka uweze kumlipa ile fee. Namba moja, wakala ni intermediary wa mifumo ya fedha, kwa maana ya kwamba anasaidia mzunguko wa fedha kwa usahihi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Wakala amesajiliwa na soko la hisa na ana watu ambao wamepitia mafunzo maalum wanaoelewa haya masoko vizuri. Kwa hiyo kupitia wakala atakusaidia wewe kulielewa soko la hisa, atakusaidia wewe kuweka oda ambazo zinaendana na sheria za soko la hisa, lakini wakala atakusaidia wewe kutopata hasara kwenye uwekezaji wako kwa sababu atakuongoza uweze kuweka bei ambayo ni bei ya soko. Lakini wakala pia atakuondolea hatari zozote ambazo zinaweza kutokana na wewe kutokulielewa soko la hisa. Hizo ni faida ambazo wakala analeta kwako wewe mwekezaji. Na pia wakala ni point of contact kati yako wewe na soko la hisa. Soko kama linavyotamkwa soko la hisa, mostly lina operate kwa teknolojia. Hakuna sehemu kwamba soko la hisa hili hapa. Zaidi kuna ofisi za soko la hisa. Lakini hakuna kwamba kuna soko la hisa ila hapa kwamba kama unavyoweza kwenda soko labda la Mabibo sokoni. Ila wakala ambaye yeye anaitwa ni licensed dealing member, yeye anakuwa ndio mshenga wako kwenye uwekezaji wako. Kwa hiyo changamoto yoyote unayokuwa unaipata, elimu yoyote unayohitaji, usaidizi wowote unaohitaji kwenye swala la hisa, wakala anakuwepo kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Na mawakala hawa ni taasisi ambazo ni limited companies zinazofanya biashara. Kwa hiyo anategemea aweze kuendesha taasisi yake, alipe kodi, atoe ajira kwa watu au watu ambao baadaye wanakuhudumia wewe. Kwa maana hiyo inabidi huyo wakala aweze kulipwa fee ili aweze kufanya yote hayo. Na pia huu ni utaratibu ambao upo dunia nzima. Kwa hiyo wakati mtu anaweza kafikiria kwamba Tanzania wakala wanafanya hivi, kokote duniani utakakoenda wewe uweze kuliaccess soko moja kwa moja bila kutumia wakala, kwa sababu wewe hauna uelewa na sheria za soko, hauna mifumo hiyo ya kuaccess soko la hisa. Okay, vizuri sana. Sasa huwa tunasikia neno CDS na watu wengi wao wanachanganyikiwa. Kwa uelewa wako au kwa lugha nyepesi sana, ningependa kujua CDS ni nini na kwa nini mtu anahitaji kuwa na CDS? Okay, CDS ni kifupi cha Central Depository Security na ni CDS number, Central Security Depository Number. Hii ni namba ya kipekee ambayo mwekezaji anapewa ili mifumo ya soko imtambue. Mifumo ya soko inakutambua wewe kwa namba yako, sio jina lako tu. Na kwa hiyo kadri wawekezaji wanavyokuwa wanaongezeka, wanaendelea kuwekeza, basi hizi namba zinaendelea kutoka. Ni kama account namba yako ya benki, na hii sasa ni account namba yako ya uwekezaji. Kwa hiyo uwekezaji wako wote utakuwa umeunganishwa na ile namba. So ni namba ambayo unafunguliwa pia kupitia kwa wakala wako uliyemchagua wa soko la hisa, na chochote utakachohitaji kufanya katika soko la hisa, ile namba ndio itakuwa utambulisho wako.